Hello, kama wewe ulikuwa unashindwa jinsi gani unaweza ukatuma maombi ya nafasi mbalimbali zilizoelekezwa kwamba utume maombi yako katika njia ya email. Leo tumekuandalia somo ambalo unaweza ukaangalia hatua ya kwanza hadi ya mwisho, jinsi ya kutuma maombi ya nafasi mbalimbali za kazi kwa kutumia email. Kwa hiyo unatumia simu ama kompyuta, utakwenda katika kipengele cha compose, utabonyeza. Baada ya hapo itakuja page ambayo itakuhitaji kuweka taarifa ya email ambayo kwamba inapokea maombi hayo ya kazi. Kwa hiyo ikiwa email umeshaicopy, basi utaipaste hapo, au kama unaijua utaiandika. Mfano labda email yetu ni elimchap@gmail.com. Hakikisha utaandika kwa usahihi. Baada ya hapo utaselect ili iweze kusoma. Sasa kama tunavyoona hapo, email yetu imeshasoma. Sasa hatua nyingine, utaangalia na aina ya tangazo hilo. Kama tangazo limeeleza kwamba maombi yako yatumwe kupitia email fulani, copy to. Sasa copy to utapewa email ya pili. Sasa ukipewa email ya pili, copy to utakueleza hapa kuandikwa CC kuweza kuweka ile email ya pili ambayo amekwambia kwamba tuma maombi ya nafasi ya kazi kupitia email. Watakuwekea kwanza copy to, ndio utakuja kuiweka hiyo email ya pili. Kwa hiyo kama hawajatoa maelekezo, basi hautafanya chochote katika kipengele hiki. Baada ya hapo tutakuja katika subject. Hapo utaweka position ya nafasi ambayo wewe unaomba ama unatuma maombi, kwamba kuna nafasi fulani umeangalia inakufaa kulingana na sifa ulizotoa kwamba zina match na taaluma yako, utaiweka sasa hiyo position hapa. Baada ya hapo, hapa chini utaweza kuweka maelezo mafupi ya barua yako. Unaweza kukopi maelezo mafupi yale ya barua yako. Mfano sisi hapa tumekopi maelezo ya barua yetu. Hii ni subject. Labda tuweke mfano wa subject hapa. Tunachukulia mfano wa subject ni huu hapa, na mara nyingi unaweza ukaweka subject peke yake ama ukaanza na kuweka jina lako. Mfano jina lako ni jina la mwisho, ama unaweza kala kwanza ukatumia ni Musa, utaweka kisha utakuja na hiyo alama, utamalizia hivyo. Hapo utakuwa tayari umeshaweka subject kulingana na ile nafasi unayoomba wewe. Sasa hapa chini nimesema kwamba unaweza ukakopi ile barua yako. Tunashukulia barua yetu ndio hiyo, maelezo mafupi ni hayo tumekopi. Baada hapo tunakuja kuyapaste hapa. Tutakuja kupaste kama hivyo, ambayo tu yanaeleza kwa kifupi namna wewe mwenyewe ulivyokuwa unatuma maombi na sifa zako ulizokuwa unazionyesha katika barua ile. Baada ya hapo utakuja katika kipengele cha attach files. Sasa hapa utahitajika wewe kuattach ile barua ya maombi, CV pamoja na vyeti vyako vya taaluma ili uweze kumaliza maombi. Lakini pia unaweza kuongeza taarifa binafsi. Mfano kaweka regards, alafu kaweka hivyo, kisha ukaweka taarifa zako binafsi, labda wewe ni Musa Juma, then ukaweka email yako, pia unaweza ukaweka phone number. Baada ya hapo sasa ndio unaweza ukamalizia kwa attach files. Utabonyeza hapo, baada hapo utakupeleka katika storage ya simu yako, uta upload hiyo file ambayo umeunganisha kwa pamoja vyeti vyako, CV pamoja na barua ya maombi. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa tayari umeshamaliza kila kitu, utatuma maombi. Nikukumbushe usisahau kuandika subject na hakikisha kwamba email umeiandika kwa usahihi. Maana yake ukikosea, basi tambua kwamba maombi yatakuwa yanakwenda katika email nyingine na ile sio ile email ya husika ya tangazo ambalo wewe unakusudia kutuma maombi. Kwa hivi ndivyo ambavyo tunaweza kutuma maombi ya nafasi mbalimbali za kazi kwa kutumia email. Usisahau kusubscribe kama ni mara yako ya kwanza, ili kuweza kupata updates mbalimbali za mafunzo kwa upande wa elimu pamoja na ajira.
Kwa hiyo kwa kumalizia tutabonyeza send, na hapo utasubiria. Baada ya kuwa send, itakuonyesha kwamba tayari maombi yako yamekwenda kama tunavyoona.